Karibu tena mtazamaji, na shukrani sana kukusalia papo hapo na kuchagua kutazama taarifa za KTN leo. Shughuli za usafiri na biashara mjini Moi's Bridge katika kaunti ya Uasin Gishu zilitatizwa kwa saa kadhaa baada ya wakazi kuandamana na kufunga barabara kulalamikia kuuawa kwa msichana mmoja mwenye umri wa miaka 13. Linda Cherono ambaye alitoweka siku 5 zilizopita alipatikana leo asubuhi akiwa amebakwa na kisha kuuawa kikatili na mwili wake kutupwa kichakani. Wakati huo huo, picha za kamera za usalama CCTV zimejitokeza zikimuonyesha marehemu akitembea na kumfuata unyo mwanamume ambaye hajulikani. Polisi wamesema picha hizo zinawasaidia katika uchunguzi. Mwanahabari wetu Elvis Kosgei na maelezo hayo. Inasemekana Linda Cherono aliondoka nyumbani kwao mnamo Ijumaa dhuhuri akiwa na mpango wa kusuka nywele mjini Moi's Bridge. Ila kwa picha za CCTV tuliofanikiwa kupata, marehemu anaonekana akimfuata mshukiwa unyo. Mapema leo mwili wa Cherono ulipatikana umetupwa kichakani. Hili lilizua hamaki kutoka kwa wakazi walioandamana na kutatiza shughuli za usafiri kutokana na visa vya mauaji ya wasichana wadogo ambavyo vimeripotiwa kuongezeka katika eneo hili. Hata sehemu za siri zimetolewa na huyu mtu, tukiruhusiwa sahi na polisi twende nyumba kwa nyumba tutatoa yeye. Naomba serikali, Mr. Matiang'i, sir, wherever you are, listen to our cry and come here. Solve this crisis because imekuwa too much for us. Na kama hata shikwa maandamano tutafanya muda ya wiki moja bila kusimama. Familia Cherono imemkumbuka marehemu kama mtoto mtiifu mcha Mungu, huku akiitaka serikali kuwatafutia haki. Mtoto mwerevu, mtoto hata sijui ndasema lini, nampenda mtoto wangu. Hata leo nimestuka sana kusikia maneno yamefanyika. Hata sasa inawaza sijui ndasema nini. Kapitia msichana na ananiambia achafika kwa salu. Tulimtafuta. I'm hoping that the footage that we've gotten will lead us somewhere. So, wananchi wachunge watoto wao mahali wako. Take care of your daughters, even the boys, in the evening as you send them to the shops, mind where they are. Elvis Kosgei, KTN News. The Maisha Conference